Welcome, Bishop. We love you in Jesus' name. Thank you. Asante sana MC wetu ya siku ya leo, ndugu Jimna, na Mungu akubariki sana. Kabla sijasoma neno, ningetaka tuombe. Na kushukuru Mungu wa mbinguni uliyeumba mbingu na nchi. Wewe ni Mungu ambaye unatenda makuu. Wewe ni Mungu ambaye unajua watu wako, na wewe ni Mungu ambaye unakumbuka watu wako wakati unastahili. Tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Tumeimba, tumeomba, tumetoa sadaka zetu, na sasa imefika wakati tukaweze kusikia neno lako. Ninaomba Mungu uwe pamoja nami ninapoongea neno hili, na ukabariki kila mmoja katika mkutano huu akaondoke akiwa amebarikiwa. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, katika mahubiri ya siku ya leo isiwe tu ni mahubiri ya siku moja, lakini iwe ni kitu ambaye wapendwa hawa wataweza kukaa naye katika mwaka huu wote. Ninaomba kwa sababu Mungu umetukumbuka, umetutendea mema, umetuletea kiongozi wetu baba wa taifa, tuko pamoja naye na timu yake yote. Tunasema ni asante, wamekuja kuomba pamoja nasi. Najua Mungu utatenda makuu, najua Mungu utambariki na utatubariki sisi wote. Asante Mungu wetu, tunaweka yote mikononi mwako, tukiamini ya kwamba Mungu wetu umesikia na tayari Mungu uko tayari kutubariki. Asante Mungu wetu kwa yale yote ambaye tutaongea na hata maombi ambaye tutakayoomba. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tukisimama hivyo, ningetaka tusome andiko moja kwanza, ndio nitawapa nafasi mketi, halafu nitabaki nikisimama. Mtukufu Rais, sisi hapa tumezoea kuongea Kiingereza na Kiswahili kwa sababu tuna watu ambaye hawasikii Kiingereza na hawasikii Kiswahili, lakini kwa sababu ya mwelekezo ambaye nimepata, tutafanya tu kwa Kiswahili ndio kila mtu aweze kusikia. Asante sana. Kwa hivyo nitasoma maandiko matatu, lakini nitaanza na moja ambaye ni Yeremia. Kitabu cha Yeremia 29 ndio kitabu ambaye itatupa utangulizi, kwa sababu bado nataka nihubiri ujumbe wa mwaka mpya. Ninahisi ya kwamba mwaka bado haujazeeka, na itakuwa ni vizuri mimi kuweza kuhubiri ujumbe huu, ujumbe mfupi tu kwa sababu sina wakati mwingi, na ili tuweze kubarikiwa. Kitabu cha Yeremia 29 na mstari wake 11. Maandiko matakatifu yanasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, na ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiza, na jina la Mungu lisifiwe. Asante. Mungu abariki. Mnaweza kuketi. Kabla sijaendelea, nilitaka nisome ndio niwaache mketi, msikae kama mmesimama sana. Lakini kabla sijaendelea, nataka niseme niko na furaha kuu sana siku hii ya leo, na nataka nichukue fursa hii kuwakaribisheni nyinyi wote katika ibada ya Jumapili katika kanisa letu la Life Tabernacle Church. Hii ni branch moja ya United Pentecostal Church of Kenya. Karibuni sana, na tumebarikiwa sana kuweza kuwa na nyinyi wote wageni, na sana kuwa na baba wetu wa taifa ambaye ni Daktari William Ruto. Yeye ndiye Mungu ametupa wakati huu na hakuna mwingine. Mimi ni mwalimu wa Biblia, ni mwalimu wa chuo cha Biblia, kwa hivyo naelewa Biblia vizuri sana, na naelewa Biblia inasemaje juu ya kiongozi. Kwa hivyo karibu sana mheshimiwa,
tumefurahi sana kuwa pamoja nawe na kuwa na mbunge wetu Beatrice Arachi, na pia kuwa na wabunge wote ambaye sitaweza kuwataja majina. Asanti, niko na furaha kuu sana. Sisi Mungu ametukumbuka mwaka wa 25. Katika dunia hii kama kuna watu wamekumbukwa na Mungu ni sisi. Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. Mungu ametuletea kiongozi wetu, baba wetu, na sitaaibika nikisema mbele yenu ya kwamba tulitamani sana wakati kama huu ufike. Tulitamani sana. Nasema hivi kwa niaba ya kanisa lote la United Pentecostal Church of Kenya, na siku ya leo nafikiri mahali popote walipo wanafurahi pamoja nasi. Amen. Ningetaja kidogo kabla sijahubiri, kwa sababu nikihubiri tutaomba na tutapea mtukufu rais nafasi yake. Mtukufu rais hakuja tu bure, bali amekuja na ametubariki. Na mimi kama askofu nimepokea baraka hizo katika jina la Yesu Kristo. Na tutaomba kwa sababu ya baraka hizo. Tulikuwa na mradi wa basi na mtukufu rais amechukua majukumu hayo. Amen. Kwa hivyo injili tutahubiri. Lakini sana kwa yote ameweka mkono katika shirika lote la UPC, kwa sababu pia ameamua kutusaidia katika kumalizia mjengo wetu wa Conference Center kule Nakuru. Amen. Hallelujah. Viongozi, unajua tulipochukua baraka hizo hatukuomba, na si tabia mzuri kuchukua baraka bila kuombea. Kwa hivyo ningetaka viongozi mje hapa na msimame pamoja nami na tuweze kuombea. Mimi nimepokea sadaka hizo katika jina la Yesu kutoka kwa kiongozi wetu. Nimepokea. Kwa hivyo tuombe ili Mungu akapate kumbariki. Ametoa dhabihu kubwa. Kwa hivyo tumuombe. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu Bwana umetenda siku ya leo. Kiongozi wetu, baba yetu wa taifa, amekuja kututembelea, na sio kutembea tu, bali amekuja kushiriki pamoja nasi, kuomba pamoja nasi, na hata pia amesimama pamoja nasi na kuzimba pengo zile ambazo zimekuwa zikitusumbua. Mimi kama askofu wa kanisa hili, kwa niaba ya kanisa lote, nimepokea sadaka hiyo katika jina la Yesu Kristo, na nimeinua kwenye kiti cha rehema, nikiomba Mungu ukamkumbuke rais wetu, na ukamkumbuke na hata na familia yake, na ukakumbuke na hata kazi ambayo anafanya. Tunajua anafanya kazi nzito, tunajua anabeba mzigo mzito, lakini Mungu tumemweka mikononi mwako. Hii sadaka hatuchukii tu ni sadaka, bali tunachukua ni dhabihu ambaye ametoa. Dhabihu hiyo naomba ikubalike mbele zako na ukapate kumbariki. Tunajua dhabihu huwa inafungua milango, zile milango ambayo imefungika, dhabihu huwa inafungua. Kwa hivyo katika dhabihu ambayo imetolewa na rais wetu,
Tunaomba ikafungue milango ile ambayo imefungika ikapata kufunguka katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu. Tunaomba ukamfunike na neema yako. Mungu wetu, ukamuondolee maadui. Ukamuondolee visirani vya aina yoyote. Ukambariki tukazidi kumuona. Na tukazidi kubarikiwa na yeye. Tunajua ako na mzigo wa Kenya nzima. Ako na mzigo wa makanisa yote. Lakini siku ya leo ameamua kuja kuwa pamoja nasi. Tumeomba baraka juu yake. Katika jina la Yesu tunaomba uweke milango iliyofunguka mbele yake. Mahali popote atatembea akapate mlango umefunguka. Katika jina la Yesu tunaomba akakubalike mahali popote katika Kenya hii na dunia yote. Katika jina la Yesu. Asante Mungu. Tunaweka yote mikononi mwako tukisema ni asante. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tushangilie wote tukishukuru Mungu. Asante, asante, asante. Asanteni, mnaweza kuketi. Nataka pia nitambue wahuduma wote ambao wako pamoja nasi, viongozi wa kanisa la United Pentecostal Church of Kenya. Na pia kama kuna wahuduma wengine au makanisa mengine ambao wamekuja kuwa pamoja nasi, pia mbarikiwe sana kwa ajili ya kuja na kuwa pamoja nasi. Tunashukuru sana na Mungu apate kuwabariki. Nataka tufungue kitabu cha Isaya 43. Siku ya leo ni siku ya baraka. Mtukufu Rais huwa mimi natumia miwani, lakini siku ya leo situmii miwani. Kwa hivyo ni siku ya baraka kabisa. Asante, tunashukuru Mungu. Amen. Isaiah chapter 43, na tutasoma mstari wa 18. Na mshikilie ule mstari tulisoma kwanza, kwa sababu mahubiri yetu pia itashika huko kidogo tu. Mstari wa 18 unasema hivi: msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yetu ya mwisho yako kwenye kitabu cha Wafilipi 3 katika Agano Jipya. Kwa sababu sitarudi kusoma tena, ningetaka nisome tu hayo yote matatu katika Wafilipi 3. Amen. Praise the Lord. Nitaipata pole pole. 11. Kumi na moja inasema hivi: ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiyama ya wafu. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijadhani nafasi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiachumilia yaliyo mbele. Bwana asifiwe. Asante.
Nafikiri nilijitangaza kwanza mambo ya macho, sasa nikisita mnajua ni nini. Na Mungu apate kuwabariki sana. Siku hii ya leo mimi nataka kutoa unabii. Maana sisi wahubiri pia, sisi ni wahubiri na sisi ni manabii na sisi ni walimu. Kwa hivyo leo sitaki kuhubiri tu injili, bali nataka nihubiri injili ya unabii kwa ajili ya kanisa namba 1, na kwa ajili ya wageni wote ambao wametutembelea hapa, na hata kwa ajili ya mtukufu rais ambaye ametutembelea hapa. Leo nataka pia niongee neno kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kila mtu mwaka mpya ukifika huwa ako na matarajio mengi. Mengine huwa inafika na ingine huwa inakosa kufika. Na kila mmoja wetu huwa anatarajia kufanikiwa na kupata ushindi kwa kila kitu. Lakini katika maisha haya ambaye tunayoishi ni maisha ambaye haieleweki. Kwa sababu sisi kama wanadamu tunatembea kama vipofu. Nasema hivi kwa nini? Hatujui kesho kutakuwa namna gani. Hata dakika ingine hatujui kutakuwa namna gani. Kwa hivyo unaenda kuingia katika sehemu ambaye haujui. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tuko na Mungu ambaye anajua kesho. Amen. Tukisikiza kwenye redio tunasikia matangazo ya watu ambaye wamefariki katika ajali ya barabarani. Huwa ni kitu ambaye inatuhuzunisha. Watu hao ni watu wamevaa vizuri kama mimi. Ni watu ambao walikuwa na mipango, wanaenda kufanya kitu fulani, lakini kwa sababu ni vipofu hawakujua kwamba hawatafika. Kwa hivyo katika maisha haya ambayo tunaishi katika hali hiyo. Lakini nataka niseme hivi, tuko na Mungu ambaye anajua kesho. Tuko na Mungu ambaye ako na maisha yetu. Na tukiwa tunamtegemea, hatuna na haja ya kujali kesho kutakuwa nini, kwa sababu yeye atajali. Hakuna haja ya kuogopa kutakuwa na nini, kwa sababu yeye ameenda mbele kututangulia. Yeye ameenda mbele kwa ajili ya kutulinda. Yeye ameenda mbele kwa sababu ya kutubariki. Yeye ni Mungu mwaminifu na neno lake ni la kweli. Amen. Niliuliza siku moja, tunapokuja kanisani na tunapohubiriwa na tunafurahi, tunapeleka nini nyumbani? Ni kitu gani tulikuja kuchukua? Tunakuja kuchukua unabii katika maisha yako. Ndio uweze ukienda kuomba uweze kudai unabii huo ambaye umesikia kwa neno la Mungu. Tunakuja kusikia neno la Mungu ambaye linatunenea baraka zetu. Ili tunapoenda kuomba tunadai baraka hizo. Na katika mwaka mzima hiyo ndio kazi, kila siku ni siku mpya. Tuna haki ya kuamka kila asubuhi na kudai baraka zetu. Tuna haki ya kuamka kila asubuhi na kudai unabii wetu. Amen. Kama kuna unabii ulitolewa, unabii huo ni mali yako. Una haki ya kuchukua kama ni mali yako. Una haki ya kuidai kila wakati. Na siku moja Mungu atatenda, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu na neno lake ni la kweli. Kuna watu wengine ambao wamezoea kutoa unabii wa kutisha watu. Haleluya. Lakini ukitolewa unabii wa kukutisha, na wewe una haki ya kuomba na kukataa unabii huo katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Maandiko yamesema kwenye kitabu cha Yeremia, yeye anatuwaza mema. Haijalishi watu wanakuwaza nini. Haijalishi watu wanakufikiria nini. Hapana. Ama wanakupangia nini. Kile kinajalisha Mungu anakuwaza nini. Na Mungu ambaye ni Mungu mwaminifu na neno lake ni la kweli, amesema katika Yeremia 29 mstari wa 11, anatuwaza mema.
anatupangia mambo ya amani. Na sio hiyo peke yake, amesema ya kwamba pale mwisho amepanga kutupatia yale tunatarajia. Hiyo ni haki yako, hiyo ni mali yako. Haleluya. Hauwezi kubali mtu akutishe, huwezi kubali mtu akupe unabii mwingine. Hapana, mwambie hapana, maandiko Yeremia inaniambia hivi. Amen. Kwa sababu ni mali yako. Kwa hivyo katika mwaka wa 25 nataka ujue ya kwamba ahadi ya Mungu ambaye ni ya kweli inaambia kanisa, si wakati wa kujali, si wakati wa kuogopa, si wakati wa kuhangaika, kwa sababu Mungu aliye hai anakuwazia mema. Haleluya. Mungu aliye hai anapanga mambo ya amani kwako. Watu wa ulimwengu, tunaishi katika ulimwengu ambayo watu hawapendi watu wengine. Hiyo ndio dunia tunaishi. Wale ambao wanakupenda ni wachache kuliko wale hawakupendi. Lakini tukiongezana na Mungu, basi wale wanatupenda ni wengi kuliko maadui zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika mwaka wa 2025 nimekupa kitu ambacho una haki ya kudai, ni haki yako. Na ni unabii kwamba mimi sijali watu wanasema nini. Sitaki sijui wananiwazia nini. Kila ninajua ni kwamba Mungu wangu, Mungu aliye hai, ananiwazia mema na amepanga kunipa mwisho mzuri. Kwa hivyo yale yote umepanga, usijali, Mungu atakuwezesha kuyafikia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hayo ni mali yako. Una haki ya kukaa naye. Una haki ya kuandika pahali. Ukipata nafasi unatoa na unaambia Mungu, hii ni haki yangu. Haleluya. Halafu sasa nabii katika miaka ya 700 huko nyuma, kabla ya Yesu kuzaliwa, akainuka akatabiria watu wa Mungu. Alijua watu wa Mungu wanapitia shida mbalimbali kwa sababu ya yale yalipita. Amen. Kuna watu ambao bado ni wafungwa wa mambo ya jana. Amen. Hawawezi kufanya kitu leo kwa sababu ya failure ambayo ilikuweko jana. Amen. Na nabii katika roho akaona watu wa Mungu wanaumia. Akainuka akaandika akasema, msiyakumbuke yale mambo ambayo yalipita. Amen. Anatuondoa jana, anatuleta leo, ya kwamba yale yalipita msiogope, msijali, msiwe watumwa wa mambo hayo. Hata kama ulifanya nini, maandiko yanasema Yesu Kristo ni yule yule jana na leo na hata na milele. Kama kulikuwa na kitu kibaya jana, yeye anaweza kuingia jana na kutengeneza. Na wewe uendelee na maisha ya, usikuwe mtumwa, usikuwe mfungwa wa mambo ya jana. Ndio nabii akasema msikumbuke mambo ambayo yalipita, hata msiwaze mambo ya kale, kwa sababu mimi Mungu nimepanga kufanya jambo jipya. Haleluya. Hiyo ni kitu kingine, chukua ni yako. Mungu amepanga kufanya jambo jipya katika maisha yako. Una haki ya kuomba na kuambia Mungu, neno lako limeniambia ya kwamba umepanga kufanya jambo jipya katika maisha yangu mwaka huu wa 2025. Sitakuwa mtumwa wa jana. Haleluya. Ama hakuna mtu ambaye hana jana yake hapa? Yeah. Na si unajua hata mengine ukikumbuka peke yako unaona aibu, yale ilitendeka jana. Sasa utaendelea kuwa mtumwa, na Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya hiyo. Haleluya. Nabii akasema kwetu kama kanisa, kama watu wa Mungu, maana sisi wote ni watu wa Mungu, akasema acheni mambo ya jana, msikumbuke mambo yaliyopita. Siku ya leo nitafanya jambo jipya katika maisha yako.
Mtukufu Rais, Mungu atafanya jambo jipya katika kazi yako na maisha yako katika jina la Yesu. Waheshimiwa ambaye mko hapa, kanisa ambaye mko hapa, Mungu anaenda kutenda jambo jipya katika maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Na mtajua ya kwamba Mungu ni mwaminifu na neno lake ni la kweli. Amen. Mimi ungeniuliza kama Mtukufu Rais atakuja hapa Life Tabernacle Church, ningekwambia hiyo ni ndoto, maana sina connection. Oh. Amen. Hallelujah. Lakini kuna Mungu mbinguni ambaye halali, anajua watu wake. Hallelujah. Anamuamsha kiongozi, anamwambia kuna watu wako pale fulani, enda. Hallelujah. Oh, sisi tumeinuliwa, sisi tumebarikiwa. Hallelujah. Wacha niwakumbushe kitu moja. Mjue ya kwamba Mungu yuko wapi? Hapa sahi. Pamoja na rais wetu, Mungu wako wapi? Na Mungu akiwa mahali huwa anatenda. Kwa hivyo usiende nyumbani vile ulikuja, kwa sababu Mungu yuko hapa. Baba yetu kiongozi wetu alipokuja, mnafikiria nitaenda nyumbani vile nilikuja? Na kwa sababu Mungu yuko hapa na ako na mpango mzuri, usikubali kwenda nyumbani na jambo lote ambaye inakushikilia. Sahau mambo ambayo ilipita, kwa sababu Mungu anafanya jambo jipya katika maisha yako. Amen. Brother Joseph, nilitaja jambo hilo, imetendeka. Amen. Hawa ni washuhuda, maana mimi niliwaambia na leo imetendeka. Kama imetendeka kwetu, hata kwako itatendeka. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Akasema hivi nabii, akasema nitatengeneza barabara pahali ambapo watu wanafikiria hawezi kuwa barabara. Chukua hiyo, ni neno la Mungu, na Mungu akisema amesema. Kwa hivyo katika kutenda jambo jipya ni kwamba atatengeneza barabara pahali ambapo watu wanafikiria haiwezekani. Amen. Oh, laiti ningekuwa na the whole day, lakini wacha nikimbie. Amen. Alafu akasema katika kutenda jambo jipya jangwani, pahali ambapo ni ndoto kuwa na mito, Mungu atatengeneza mito jangwani. Ninatoa unabii kwako siku ya leo. Hallelujah. Mimi ni nabii, na naamini mimi ni nabii. Hata ingawa kwetu hakukuwa na nabii, nilizaliwa pale hakukuwa na nabii, lakini Mungu alinichagua kati huko na akanifanya kuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaongea katika jina la Yesu, katika maisha yako, katika njia zako, usikubali kufungwa na mambo ya zamani. Angalia mbele, maana Mungu ako na mpango mpya katika maisha yako. Pahali ulifikiria haiwezekani, inaenda kuwezekana katika jina la Yesu, kwa sababu sio mimi nimeongea. Sio mimi nimeongea, ni neno la Mungu limeongea. Kwa hivyo nina haki ya kwenda kwenye magoti na kuambia wewe Mungu uishie milele. Ulisema kupitia kinywa cha nabii utafanya jambo jipya. Nalitaka. Hallelujah. Baada ya miaka mingi, kwa sababu ile ilikuwa ni miaka ya 60. Sasa Paulo naye akatokea, naye akiwa na roho ile ile
akasema, wandugu, mimi sifikiri nimefika, lakini kuna kitu ambayo ninafanya. Na kitu ambayo mimi nafanya ni kusahau yaliyopita. Haleluya. Kanisa tunaambiwa tuondoke katika utumwa ya yale mambo ambayo ilipita. Tutoke utumwa ya wale watu walituchukia. Tuondoke kwenye utumwa ya wale watu walitutesa. Tuondoke. Na Paulo akasema, kitu moja nafanya ni kuangalia mbele, ili nifikie yale ambayo yako mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hiyo, ni unabii yako. Sahau yale yaliyopita. Usiwaze hayo, bali kila asubuhi amka na uambie Mungu, ninadai haki yangu. Kwa sababu unabii ni haki yako. Tunaweza kusimama. Tuombe, tushukuru. Katika jina lako Yesu Kristo, neno lako limetoka, mimi nimeliongelea neno lako, nimeongea unabii kwa ajili ya watu wako, kwa sababu kuna mpango mzuri wa kuwabariki. Tunajua shetani kazi yake ni kuweka watu katika utumwa wa siku ya jana, yale yamitendeka. Kazi ya shetani ni kuweka mambo hayo na kutukumbusha. Lakini siku ya leo neno limetuondoa huko na limetupa uhakika ya kwamba tuache na tusahau na tuangalie kitu kipi ambaye Mungu anaenda kutenda katika maisha yetu. Siku hii ya leo, Mungu wetu, watu wako ambao wamekuja katika mahali hapa, ninaomba wakaondoke wakiwa tofauti, wakiwa na unabii huu ya kwamba sasa mambo ya kale yamepita na sasa tunaangalia yale mazuri ambaye yako mbele yetu. Ninaomba katika jina lako Yesu Kristo, wale wote ambaye wamesikia neno hili, Mungu ukapate kuwabariki na ukapate kuwafungua na ukawapate kuwatimizia, kwa sababu unabii ni haki yetu. Hata ahadi ni haki yetu. Tunaposoma ahadi katika maandiko, tunaweza kuchukua hiyo ni haki yetu na tuna haki ya kuidai. Tunapopewa unabii, tuna haki ya kuchukua, ni haki yetu, na tunaomba na tukidai, na Mungu utatenda. We umeahidi ya kwamba, umeahidi kanisa hili, umeahidi nchi hii ya Kenya kupitia kiongozi wetu, ya kwamba unaenda kutenda jambo jipya. Yale ya kale yanaenda kusahaulika, na Mungu unaenda kutenda jambo jipya. Pahali ambapo kulikuwa na ungumu, Mungu unaenda kufungua, unaenda kutengeneza barabara, na unaenda kufungua maji, kupasua maji katika jangwani, kwa sababu uko na mpango mzuri na watu wako. Mungu wetu, umetuambia neno lako siku ya leo la unabii, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu mbaya. Tunaishi katika ulimwengu watu wanachukia wengine. Tunaishi katika ulimwengu watu hawapendi wengine. Lakini Mungu umetunenea leo ya kwamba tusijali kile watu wanasema, kwa sababu wewe binafsi unatuwazia mema. Asante Mungu wetu. Bariki kila mmoja wetu. Mungu wetu, hapa kanisa liko hapa, na kanisa lote amba hata aliko na sisi, Mungu kawakumbuke na kawabariki. Nchi yetu ya Kenya iko hapa kwa sababu imewakilishwa na mtukufu rais. Kumbuka nchi hii ni yako Bwana. Nchi hii ni yako. Wewe ulitupa nchi hii Mungu wetu, ili tuweze kuishi na amani. Na umetupa kiongozi wakati huu. Mungu wetu, hatuna shida ingine, maana umetupa kiongozi. Kwa sababu yeye hakujiweka. Kama hukupenda awe hangekuwa. Hakujiweka, Mungu ulimweka. Tunaomba Mungu umsaidie, umuongoze. Ako hapa na amebeba Kenya yote. Tunaomba katika Kenya hii ufanye jambo jipya. Pahali kuna ugumu Bwana utengeneze. Pahali kuna shida Mungu wetu utengeneze, kwa sababu ni Mungu. Asante Bwana. Tunaweka yote mikononi mwako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.
Let's clap to the Lord. Thank you, Bishop. We want to worship the Lord with one song, and then from there we shall invite our Elia MP to come and speak to us and invite the other guests. So sing together with us. Umeahidi ewe Bwana uniachi hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Umeahidi ewe Bwana uniachi hadi mwisho wa dahari, hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachi. Oh, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote.